Hata siku hata moja tulidhani kama Zebu atakuja kumpenda KP kwa dhati kama ambavyo anafanya sasa hivi. Tunaona sasa hivi ameonekana kumpenda zaidi na hata kusahau kama kuna mtu anaitwa Dante ambaye bado anampenda na kumfuatilia zaidi, na ni moja kati ya kitu kizuri zaidi katika transition ya movie hii. Tunaona kila kunavyokucha tunapata transition mpya, tunapata mwendelezo wa kitu kingine ambacho kiuhalisia kinaendelea kuvuta hisia za watu. Wakati huko KP amezama katika penzi sasa la Zebu na Zebu tayari amekwisha kukolea huko, pia Dante anaendelea kuyaharibu. It's okay. Sasa hivi tunaenda katika upande mwingine, tunaona KP akiwa pamoja na crew yake, vijana wake wa zamani ambao walikuwa wamemkataa, na maanisha Joka pamoja na Scoba. Sasa hivi wamerudi kwa ajili ya kuendelea kumpambania, not Joka, na maanisha Mgana pamoja na Scoba, wote wamerudi kuweza kumpambania ili kwenda kupambana dhidi ya Joka ambaye amekwenda kujiunga na Profession Killer ili kuweza kumpoteza. Nini prediction yako katika sehemu inayofuata katika movie hii? Tunachokiona ni kwamba yumkini Kisai hakufa, maana toka amepigwa risasi hatujaona mwendelezo wake, hatujaona nini ambacho kitaendelea. Yumkini Kisai hakufa na ndio ambaye atakuja kuicheza movie hii. Napomuona Joka anaonekana kama mrembo sana, ni mtu ambaye bado hajaweza kukaza vizuri, na maanisha akili yake katika kuongoza gang bado imekuwa ndogo sana. Kwa hiyo ninaona kabisa nafasi ya Kisai bado inakuja. Kinachomfanya aendelee kuwa vile ni tamaa tu ambazo anako nazo pale. Sasa this time tayari vijana wawili wameshampoteza, lakini pia kwa Profession Killer bado hana imani na yeye katika mpango ambao uko mbeleni wa kwenda kumuua KP. Tayari amekwisha kuwa eliminated, though yeye ndo boss, yeye ndo ambaye anaratibu, lakini amekuwa eliminated kwamba hawezi kuhusishwa kwa sababu kifua chake ni kidogo sana. So tunaona kabisa kwamba Joka anakosa qualifications za kuendelea kushikilia ile gang. It's okay. Ni moja kati ya sehemu tu ambazo tumetaka kuzigusia hapa, lakini kubwa zaidi ni kumuona bidada hapo. Tunamuona bidada hapo ambaye alikuwa mpelelezi, this time amerudi na amekaa katika upande wa KP. Kikubwa tunachoweza kupredict hapa ni kwamba wote ambao wameshiriki watakuja kufungwa, lakini tunamuona KP nafasi yake ya kufungwa ni ndogo, kwa sababu katika mavamizi yote ambayo ameyafanya hakuhusika katika kupiga risasi, kitu ambacho Joka na Kisai wamekuwa wakikifanya kila funzo linalopatikana hapa ni kwamba unapopata nafasi ya kuendesha gang si lazima uendeshe kwa mauaji. Fanya kile ambacho unataka kukifanya, pata kile ambacho umedhamiria kukifanya, lakini usiue. Yes, ni bonge la movie, bonge la movie. Kijana anatumia akili nyingi sana na tuna predict anaweza kufika mbali zaidi. Okay, nenda kaitazame movie hiyo, inaitwa The Bad Boy. Tazama since episode number 1 mpaka ilipoishia. Nenda kaangalie kupitia KP TV, inaitwa KP. Utacheki mambo yote haya. Endelea kwa pamoja nasi, jambo la msingi ni kusubscribe, like, share na kutana na notification. See you the next time.